tunazungumza stories zimeshapita. Kwa hiyo tunajaribu kutoa vingine, kwa mfano Kimbagu utakana ukawa unakuwa unatoa funzo kwa watu wengine ambao pengine wanataka kujiingiza kwenye mapenzi, lakini pia unawapa tahadhari kwamba ukifanya hiki pengine kitakuletea matokeo fulani. Unaona vizuri? Kwa hiyo jaribu kuacha ili pia uepukane na kitu fulani ambacho kinaweza kutokea mbele. Kwa hiyo kuongea hivi si kwa maana ya kwamba unamentertain yule, lakini pia ni somo kwa watu wengine. Kwa hiyo hata shemeji yaani siamini kwamba anaweza complain na nini, lakini kwa mtu mwelewa anajua ni vitu vilishapita. Tupe story yako kidogo nyuma, uliguswaje, ilikuwa kwaje? Tupe somo. Mimi kwa kweli kusema ukweli wa Mungu niliumizwa. Okay. Kuna mtu nilimpenda sana, kampa moyo wangu wote. Yaani ukajibwaka, baba ni uwe ile. Nikajikuta yaani nimemwaga manyanga, lakini mwisho wa siku nikaja nikatosa. Ilikuwa kwaje utosaje pia? Ilikuwa ndio ile karama ulikuwa bado hujatafuta ghetto, unakaa na washikaji ujipanga, na ilikuwa kwaje? Kidogo just kidogo mimi nataka nipate kitu kwa sababu album yangu imejaa sana mapenzi huko ndani. Kwa hiyo kutupa na hizi kidogo tunajua ndio maana washikaji umeandika ngoma kali huko ndani. Ni swala la maisha, kifedha. Yaani nilikuwa sijajipambanua moja kwa moja kimaisha, nilikuwa bado na hali mbaya. Kipindi hicho mimi nafanya kazi saluni, mtoto anakuja, anakusanya maokoto, anaondoka. Sasa siku moja kuna binti moja hivi ambaye nilisoma naye shule ya msingi. Akawa amekuja saluni pale ambapo nilikuwa nafanyia kazi. Akaniuliza, huyu nani? Nikamwambia huyu shemeji yako. Akaniambia hongera. Aliniambia hongera, kwanza nikashtuka, hongera ya nini? Sasa sinamuona ni mjamzito. Nilichanganyikiwa sana na nikavurugwa sana kwa sababu nilikuwa nimeshajitoa kila kitu. Nilichokifanya, nilifunga saluni, nikamwambia hebu tuondoke, nikamsindikiza mpaka kwao. Tulipofika kwao, nikamhoji. Nilipomhoji akakubali, akasema ni kweli Kwa mzigo sio wako. Ni kweli, lakini kama wewe umenipenda, huu sio ugonjwa, utatoka. Kwa kweli mimi sikuwa tayari kukubaliana na ile hali. Nilimwambia kuanzia leo mambo yote yameishia hapa na